Natumai mubuheri wa afya wakati huu ambapo tunakutana kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha Kiswahili, na vyema tukaweze kuangazia sehemu hii ya sarufi katika gredi ya 9, na sehemu ambayo ningependa tukaweze kuangazia ni hii sehemu ya hali ya masharti au hali tegemezi. Hali ya masharti au hali tegemezi ni sehemu ambayo wanafunzi wengi wanapata ugumu kushughulikia maswali iwapo wanakutana nayo katika karatasi ya Kiswahili, na hiyo ni karatasi ya kwanza. Kwa hivyo nimeonelea ni vyema tukaweze kuiangazia ndiposa tukaweze kusaidiana. Kwa hivyo tunapozungumzia hali ya masharti, kumbuka pia ni hali tegemezi. Kwa hivyo swali laweza kuja kwa muundo wa hali ya masharti au hali tegemezi. Hiyo ni sehemu moja ambayo tunaangazia. Kwa hivyo hali ya masharti tunazungumzia kuhusu hali ya nge na ngali. Hali ya nge na ngali, na pia huitwa tegemezi jinsi nilivyowadokezea, na nge na ngali hutumika kuonyesha utegemeano wa mambo au hali mbili. Ule utegemeano ndipo tumesema ni tegemezi. Hali moja inategemea kutendeka kwa hali nyingine, kwa hivyo ni hali tegemezi. Kwa hivyo nge na ngali zinapotumika tunapata kwamba zinaonyesha kuwa utukiaji wa jambo moja hutegemea kule kutendeka kwa lile jambo jingine. Kwa hivyo kwa kifupi utapata kwamba katika sentensi huwa tuna vitenzi viwili. Tunapoangazia hali hizi za masharti tutapata vitenzi viwili kwenye sentensi. Tunapoendelea tunapata kwamba nge hutumika kuonyesha wakati uliopo. Kwa hivyo tunapotumia kiambishi nge katika sentensi tunaonyesha wakati uliopo. Kwa hivyo vitendo vyote havikutendeka na kuna uwezekano wa kitendo hicho kutendeka. Kumbuka ni wakati uliopo. Kwa hivyo huenda huwa wakati ambapo uliopo kitendo hicho hakitatendeka, lakini kuna uwezekano wa kitendo hicho kutendeka baadaye hali hiyo itakaporekebishwa tunapotumia nge. Na tunapotumia ngali huonyesha wakati uliopita. Ngali huonyesha wakati uliopita, na tunapoangazia wakati uliopita tunaonyesha kwamba kitendo hicho hakina uwezekano wa kutendeka tena, maana ni wakati ushapita. Kwa hivyo kitendo hicho hakina uwezekano wa kutendeka. Kwa hivyo mwanafunzi, unapoletewa swali katika mtihani karatasi ya kwanza na unahitajika ukaweze kutoa maana ya sentensi, kwa mfano sentensi ambayo umetumia nge, inafaa ukaweze kuangazia jibu ambalo linazungumzia kwamba kitendo hicho hakijatendeka ila kuna uwezekano wa kitendo hicho kutendeka. Na tunaporejelea swali ambalo linaangazia ngali, utoe maana ya sentensi ambayo imetumia ngali, inafaa ukaweze kuangazia jibu ambalo linaangazia kitendo hicho hakijatendeka na hakina uwezekano wa kutendeka tunapoangazia ngali. Kwa hivyo pia unapata kwamba ni makosa kutumia nge na ngali katika sentensi moja. Kwa hivyo usije ukajipata unatumia nge na ngali kwenye sentensi moja. Nge huenda na nge na ngali huenda na ngali. Ndiposa nimesema sentensi hiyo itakuwa na vitenzi viwili. Kitenzi cha pili kinategemea kutendeka kwa kitendo cha kwanza, na ukanushaji wa nge ni singe na ule wa ngali ni singali. Kwa hiyo tunaposema ningalisoma, ningalipita mtihani, tunapokanusha tutasema nisingalisoma, nisingalipita mtihani. Na tunapoangazia nge unaweza ukasema ningesoma, ningepita mtihani. Kwa hivyo unapokanusha utasema nisingesoma, nisingepita mtihani. Kwa hivyo usije ukajikanganya ukasema
nisingesoma nisingali. Hapana, hapo utakuwa umekosea sentensi hiyo kisarufi. Nge huenda na nge na ngali huenda na ngali. Na ukanushaji wa nge ni singe na ule wa ngali ni singali. Na katika hali ya ukanushaji tunapata kwamba inaeleweka kuwa palikuwa na tukio, na kwa hivyo basi matokeo fulani huenda yalitokea au huenda hayakutokea. Maana kumbuka tunaangazia nge na ngali. Kwa hivyo huenda matukio yalitokea na huenda mengine hayakutokea tunapokanusha. Kwa hivyo kwa mfano, nisingekuona nisingekuita. Nisingekuona nisingekuita. Tunamaanisha nini? Nilikuona na hivyo basi nikakuita. Kwa hivyo tunapokanusha hali ya nge, inamaanisha kwamba vitendo viwili vilifanyika. Ila hiyo sentensi inapokuwa katika hali yake ya kawaida, nge inamaanisha vitendo hivyo havikufanyika, ila kuna uwezekano, jinsi tulivyokuwa tumeangazia. Na tunaposema, na pia unapata kwamba ningekuona ningekuita. Ningekuona ningekuita, vile nilivyowadokezea, inamaanisha kwamba sikukuona na kwa hivyo sikukuita. Kwa hivyo tanabahi, unapata kwamba kamwe nge na ngali hazikanushwi kwa ha, ila kwa si. Usije ukasema ati hangeniona hangeniita. Hapana, tunatumia kiambishi si. Tunatumia kiambishi si. Na unapokanusha hakikisha kuweka kiambishi cha nafsi au mtendaji. Kwa mfano, nisingefika mapema wala sio singefika mapema. Hapo kiambishi cha nafsi ni singe. Kwa hivyo usije ukasema tu singefika, singalifika. Hapana, hakikisha unaweka kiambishi cha nafsi. Na viambishi vya nafsi ni tu, wa. Kwa hivyo tunatumia hivyo viambishi vya nafsi. Kwa hivyo swali ambalo ningependa mkaweze kujibu kwa sehemu ya maoni, eleza maana ya sentensi zifuatazo. Sentensi ya kwanza, tungelima tungechoka. Tungelima tungechoka. Sentensi ya pili, tusingalifika tusingalituzwa. Tusingalifika tusingalituzwa. Kwa hivyo weza kunielezea maana ya sentensi hizo mbili, tuone iwapo umepata yale ambayo nimekuwa nikiangazia katika kipindi chetu cha leo. Asanteni na Mungu akaweze kuwabariki. Kumbuka kusubscribe, kushare na kucomment katika channel yetu. Asanteni.